Mtazamaji wa Nadupa TV, karibu ndani ya kipindi Gumzo la Spoti, ambapo hii leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya kombe la masikio marefu almaarufu UEFA Champions League na vile vile ligi kuu Uingereza. Mimi wako Gaucho 10 pamoja na Swadi Sodo, lakini kabla ya hiyo tupate kibwagizo. Cheki jamaa, watu wangu wa Nadupa TV, najua kwamba mnaielewa restaurant inajulikana kama Rooftop Restaurant Kiserian. Lakini kuna mambo ambayo labda hamjajua bado, kwa sababu Rooftop Restaurant Kiserian sasa hivi iko na butchery jamaa. Butchery moja Mofa. Na pale kwenye butchery hiyo ya Rooftop Kiserian tuko na mbuzi choma. Vile vile pia tuko na supu, kwa wale wanapenda supu kuna supu ya mifupa. Na vile vile pia ng'ombe chemsha kama unataka utapata kwa ile butchery ya Rooftop Restaurant Kiserian. Iko na place mandhari mzuri sana ya kukaa pale nje, kwa hivyo unakwenda pale unatulia, unachapa pole pole nyama yako chemsha, unakunywa supu yako ya mfupa pole pole, na kama ni mbuzi choma iko pale. Lakini sasa kuna kitu moja hapa ambayo najua kwamba utaipenda. Siku ya weekend itakuwa ni Labor Day, tarehe 1 tutakuwa tunasherehekea siku ya Labor Day, na najua kwamba watu wanakuwa wanatafuta nyama pale ya kukula, mbuzi choma, mbuzi fry. Usiende kwingine, manake Rooftop Restaurant Kiserian ndio mambo yote. Na tutakuwa na ofa moja moto sana. Wewe unajua kwamba kilo ya nyama mbuzi choma ama fry inaendaga na 1200, lakini siku ya Labor Day kutakuwa na ofa moja tamu sana. Imagine tutakuwa tunapewa ofa ya kilo moja ya mbuzi ya choma na 1000 na shilingi 50 peke yake. Na vile vile pia kama ni fry ndio unapenda, manake kuna wale ambao wapendi choma, labda ni fry, itakuwa pia ni 1000 na shilingi 50. Just imagine, from 1200 to 1050 bob. Kwa hivyo siku ya Labor Day usikwende kwingine bana. Rooftop Restaurant Kiserian ndio itakuwa ni mambo yote siku ya Labor Day. Fika pale na unajua kwamba utaenjoy drinks, manake ziko pale, soda, yogurt kama unataka, maziwa mala, kila kitu iko pale. Kwa hivyo unafika pale unakula nyama yako freshi na ofa moja moto sana ya 1050, na unateremsha na kinywaji moja baridi, na mambo inakuwa ni lualala kabisa. Karibuni bana. Swadi Soda. Yes. Unazungumziaje nusu finali ya Champions League, PSG dhidi ya Bayern Munich na vile vile Arsenal dhidi ya ATM? Manake siku ya Jumanne basi tumeweza kushuhudia mechi ya Bayern Munich dhidi ya PSG, ambapo PSG walikuwa kule nyumbani. Tulioshuhudia mchuano ambao tumeweza kupatikana mabao 9 katika mechi ya nusu finali kwa mara ya kwanza ndani ya michuano ya Champions League. Naam. Kwanza kabisa ni mimi kwa mara ya kwanza nimeshuhudia semi finali ambayo inafaa kuwa semi finali katika dimba la Champions League, katika historia ya Champions League. Haswa mechi ya PSG na Bayern Munich, tukifuatilia historia kwamba PSG wamekuwa ndio mabingwa watetezi. Vile vile Bayern Munich ambaye ni kwa sasa hivi ndio mabingwa wa ligi ya Bundesliga, imekuwa ni timu ambayo iko kwenye fomu yake mzuri sana tangia mwaka uanze hadi kwa sasa. PSG pia haija kuwa mbaya, lakini imekuwa na changamoto, si ile PSG tulikuwa tumeshuhudia mwaka jana. Kwa hivyo mimi kwa mechi kati ya PSG tofauti ni bao moja, tukipeleka wiki ijayo ambayo itakuwa Wednesday kule Allianz Arena, itakuwa ni mechi ngumu. Lakini mimi naweza kusema yeyote atakuwa amefanya makosa basi atakuwa anaadhibiwa, na mimi naweza kusema timu yoyote inaweza kufuzu, lakini Bayern ako na mkono advantage ya kuweza kuifuzu zaidi ya PSG. Ikilinganishwa kwamba walikuwa wamefungwa 5-2, wakarejesha mabao 2 wakabakisha bao moja. Kwa hivyo wako na uwezo wa kuweza kunyakua hilo, kuingia kwenye finali ya Champions League katika hatua hiyo. Kwa hivyo mimi napigania Bayern Munich na kusema ndio timu moja ambayo inaweza kuingia kwenye finali. Naam. Kweli kabisa, manake yule mchuano ulikuwa ni mchuano mmoja ambao kila timu ilikuwa inashambulia. Funga ni kufunga, funga ni kufunga. Kwa hivyo katika second leg pale kule maeneo ya Jerumani tutakwenda tena kushuhudia mechi moja kubwa sana. Manake zile timu mbili, hakuna ile timu ambayo kidogo inaonyesha kwamba iko ugenini, tofauti na yule ambaye yuko nyumbani. Kwa hivyo ni mechi ambayo bado tutategemea ama tutakuwa tunategemea bado kuona mabao. Arsenal dhidi ya ATM.
mechi ya jana ambayo iliweza kutoka sare ya 1-1. Timu zote mbili ziliweza kupata mabao yao kupitia kwa njia ya penalty. Naam. Kila mtu alikuwa anaongelea, walikuwa wanasema tulishuhudia mechi yenye iko na mabao. Jana walikuwa wanaongojea mechi yenye itakuwa ya sare ya tasa. Timu zote mbili ni timu zenye siwezi sema wako na experience kubwa ya Champions League kupiga, kwa sababu hawakuepo kuwa ni timu ambazo zimeingia finali mara nyingi. Arsenal wali last kucheza nafikiri 2-6 miaka 20 iliyopita. Katika historia ya Arsenal wako na rekodi ya kutopigwa Champions League mechi 13. Na hiyo mara ya mwisho sasa hawajapoteza mechi. Na hiyo iliwahi fanyika mwaka wa 2006. Kwa hivyo Arsenal wako na uwezo mkubwa sana wa kuingia finali, ikiwepo kwanza hawajawahi poteza mechi yoyote Emirates. Arsenal bado wako na home advantage, kitu ya kwanza. Mimi naweza sema Atletico Madrid kukosa kupiga Arsenal jana ilikuwa makosa kwa upande yao, kwa sababu wangetoa hata angalau bao moja, Arsenal ndio kangangane. Mimi kwa upande yangu mimi naona kama Arsenal wataweza kuwa wanafunzi finali. Utazungumziaje Mikel Arteta, kwa sababu Arsenal msimu huu walikuwa na nafasi ya kuweza kushinda kombe 4. Walikuwa wanasema kwamba msimu huu ni quadruple. Lakini kidogo wamekuja wakidondoka. Maana niliona mtu mmoja akifanya utani akisema kwamba Arsenal ilikuwa kwenye quadruple. Wakatoka wakaenda kwenye treble. Sasa wako kwenye double. Na mwisho wa siku huenda ikawa ni treble. Kwa hivyo sijui tutasemaje Arteta, kwa sababu upande wangu Champions League ni kwamba experience ya Simeone kutoa timu za England Champions League imekuwepo mkubwa sana. Tukizungumzia season 2 imepita, aliweza kuondoa Liverpool Anfield, ambayo ni kitu ngumu sana. Lakini ile timu sasa ule jamaa ako nayo na ile timu alikuwepo kwa miaka iliyopita kidogo ni tofauti. Ile Atletico sasa hivi ambayo itakuwa inacheza Emirates wiki ijayo, sidhani kama itakuwa na uwezo mkubwa kupiga Arteta. Labda Arteta aenda apoteze finali, lakini kupoteza nusu finali dhidi ya Atletico Madrid sioni. Kwa sababu Arsenal kwa kweli ni kama wamekuwa na shida ikifika ni finali labda, ama wakiwa wamekaribia kushinda lile kombe. Kwa sababu msimu huu walitolewa kwenye Carabao Cup, waliweza kupigwa kwenye finali. Kombe la FA walitolewa kwenye nusu finali na timu ya Southampton ambayo iko kwenye Championship. Kisha baadaye ligi kuu Uingereza pia walikuwa wameacha Man City na point 12. Sasa hivi wameacha Man City na point 3, lakini Man City iko na game in hand. Kumaanisha kwamba wakishinda tena Man City inarudi juu. Kwa hivyo sijui inakuwaje kwa Arteta. Ikifika ni kushinda kombe, sijui ni kuogopa kidogo, ama sijui ni nini? Ni experience kidogo inakosa ama ni nini? Wakufunzi wengi kama ule kule mwenye anasimamia timu ya Bayern Munich, siwezi sema ni jamaa kwa na experience, ni mchezaji tu ambaye alikuwa anacheza mpira hivi juma juzi hata nyuma yake Arteta. Siwezi sema Arteta ana experience, hakuna experience ya kutosha. Sijui ile ni ile tu kutokuwa na nguvu ya kumaliza kikombe ama luck ile ya kwenda kushinda kikombe ndio inakuanga bala pale. Lakini kwa vyovyote vile mimi naamini kama sana unaweza beba kikombe yote ile. Kuna vile wanaweza kutoka kitu. Lakini ile sasa ugumu ni Champions League na EPL ambayo ndio ngumu zaidi. Lakini wacha tuseme ama atakosa kubeba kikombe kabisa kwa sababu ya kukosa ile luck. Bas, lakini finali atafika. Finali atafika ya Champions League. Premier League tutaona. Tukifika pale tutazungumzia pia hilo. Kweli kabisa. Tukiingia basi kwenye ligi kuu Uingereza ni kwamba inazidi kukaribia kuisha kwa sababu imebakia mechi 4. Na tayari Arsenal bado wako juu ya jedwali. Hasa baada ya Man City kuwaruka pale weekend iliyopita, wakaja wakacheza mchuano mwingine wakashinda dhidi ya Newcastle, wakarudi juu ya jedwali wakiwa na pointi 73, wakifuatwa unyonyo na Man City wakiwa na pointi 70. Tofauti ya mabao ni moja. Manake Arsenal wako na mabao 38, Man City wako na 37. Lakini Man City bado iko na game in hand. Kumaanisha kwamba siku ya Jumatatu wakishinda dhidi ya Everton wanarudi juu ya jedwali. Sijui utazungumziaje ligi kuu Uingereza. Arsenal huenda ikajikaza hadi dakika ya mwisho ama Man City itakwenda kushinda mechi zote na kuweza kunyakua ligi hii. Kwa hakika kikombe ya Premier League, wacha kwanza tukubali kwamba ni timu mbili sasa ziko kwenye competition. That is Manchester City na Arsenal. Arsenal wamebakisha game 4. Manchester City wamebakisha game 5.
Manchester City hii weekend kwanza itakuwa inaamua nani atabeba ligi hii weekend, kwa sababu mimi kwa mawazo yangu Arsenal huenda upoteze dhidi ya Aston Villa, ama Arsenal washinde dhidi ya Aston Villa, si Aston Villa ni Fulham, na Manchester City wakose kupiga Everton, ama Manchester City ipige Everton na Arsenal ikose kupiga Fulham. Lakini mimi niko na hakika moja, Arsenal watakuwa wamechoka kwa sababu ya kucheza Champions League. Ile hii timu inaitwa Fulham wanapigania pia nafasi pale EPL, nafasi either ya kucheza Europa ama kucheza Conference. Yes, kwa sababu wako na pointi 48. Kumaanisha kwamba wakishinda watakuwa na 51. Watakuwa katika nafasi ya 6. Kwa hivyo wanajikaza pia. Wanajikaza pia. Lakini sioni hiyo mechi, sioni mimi ikiwa ngumu zaidi. Mahali Arsenal mimi nitakuwa najua ni mabingwa ama Arsenal wakose kikombe ni mahali watakutana na West Ham, ambaye ni weekend ijayo, si hii weekend itakayofuata. Hiyo ndio mechi ngumu zaidi katika EPL ya Arsenal, kwa sababu ni derby na ni ya London derby, alafu West Ham wanajitoa wapi? Kwenye relegation. So Manchester City mimi napigania Man City kuwa mabingwa. Wako na mechi chache kulinganishwa na Arsenal. Tebo yao pia itakaa kidogo ngumu, kwa sababu wanapocheza hii weekend nafikiri watakuwa na mechi katikati ya wiki. Ndio, maanake Arsenal wamecheza 34, Man City 33. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Man City iko na game moja juu ya Arsenal. Haya, Man City watabidi wacheze Wednesday ile game yao ya game in hand. Warudi wacheza na Chelsea FA. Hiyo Jumatano itakayofuata bado watacheza Premier League yenye watakuwa wameruka pale. Kwa hivyo Manchester City pia nini yao itakuwa imekaa ngumu kidogo. Wacha tuseme mwenye atakuwa ameteleza kwa game moja imeisha. Top 4 tutasemaje basi, kwa sababu tayari Arsenal na Manchester City wamekuchafuzu kwenye Champions League msimu utakaofuata. Kwa hivyo imebakia sasa Man United ambao wako kwenye nafasi ya 3, Liverpool nafasi ya 4, na vile vile Aston Villa wakiwa katika nafasi ya 5 kupigania nafasi ya kuingia kwenye Champions League. Nakumbuka kwamba msimu ujao England itakuwa inatoa timu 5 kuingia kwenye Champions League. Kumaanisha kwamba tayari Man United, Liverpool na Aston Villa wako kwenye brackets. Lakini sasa nani anafuata Aston Villa? Brighton wameachwa na ngapi? Brighton wameachwa na pointi 8. Kumaanisha kwamba leo wakipiga sare tayari top 4 tumejua nani atakuwa na bora. Mimi nina hakika moja kwamba Manchester United watakuwa wameingia, kwa sababu endapo leo Brighton wapoteze mechi ama waweze kutoka draw, basi Manchester moja kwa moja watakuwa wamecheza Champions League. Either kwa nafasi wamemaliza nambari ya 4, nambari ya 5, lakini watakuwa wamefuzu. Liverpool watakuwa wamebaki na Aston Villa. Na bado hii mechi ya leo itakuwa imepungua pia kwa upande wa Liverpool. Tutakuwa tunapiga hesabu za Liverpool baada ya Manchester United kutoka. Manchester United na Liverpool watakuwa wanacheza weekend hii. Hiyo mechi ni muhimu sana kwa Liverpool kushinda Manchester United. Endapo Liverpool watakuwa wameshinda, basi watakuwa na nafasi nzuri ya kuweza pia kufuzu. Kwa hivyo kwa upande wangu mimi naweza kusema Liverpool, Manchester United, Liverpool pamoja na Aston Villa wako na nafasi nzuri ya kufuzu. Pale kwenye relegation West Ham United wako na pointi 36. Tottenham pointi 34. Mechi imebakia 4. Tayari Burnley na Wolverhampton wamekwisha enda. Kwa hivyo vita itakuwa pale kati ya Tottenham na West Ham. Na weekend hii Tottenham watakuwa wanacheza dhidi ya Aston Villa. Na West Ham watakuwa wanapiga dhidi ya Brentford. Sijui tutazungumziaje pale, kwa sababu Aston Villa kumbuka kwamba wanataka kucheza Champions League. Na vile vile Brentford watakuwa wanatafuta nafasi ya Conference League. Kwa hivyo haitakuwa rahisi kwa zile timu zote mbili. Ya kwanza kwa mwekezaji anayewekeza bet, mimi naweza mwambia mtu timu yoyote inacheza na Aston Villa yenye iko relegation wewe pia kichwa. Ya kwanza Aston Villa wanafocus sasa na ile kikombe wanacheza kwa sasa hivi, ambayo wanajua ni nafasi yoyote ni nafasi moja ya kucheza Champions League. Pia wanataka kunyakua ubingwa wa kikombe hiyo, kwa hivyo watakuwa wameweka nguvu upande ile. Upande wa Champions League wanajua tayari wameacha Brighton alama ngapi? Alama 8. Kwa hivyo hawatakuwa na kibarua kikubwa sana ukilinganishwa na
na Tottenham. Kwa hivyo mimi Tottenham naipea kichwa. Brentford dhidi ya West Ham wanajiondoa pale. Brentford haija kwa form kwa mechi imepita 4 kama 5 hivi. Mimi West Ham kulingana na vile walicheza weekend iliyopita, mimi bado pale kuna uwezekano wa sare ama West Ham kuweza kushinda mechi hiyo. Lakini la zaidi ni kwamba wacha tuseme timu zote mbili inaweza kujiondoa na Nottingham Forest jipate pale. Tottenham ni timu kubwa sana EPL, lakini itawalazimu waweze kushinda mechi zao zote 4 ili waweze kujiondoa pale. Katika timu zote hizi zote kibarua itakuwa ni ile timu ambayo inataka ligi ikikutana na timu hizi. Sasa ndio itakuwa na kibarua zaidi kushinda hawa wawili. Mimi naweza sema Tottenham sioni wakishuka na West Ham pia sioni wakishuka. Mimi naona Nottingham Forest inaweza ondolewa. La kwanza kabisa bado wanacheza Conference League. Nottingham Forest wanacheza hadi sasa Conference League bado. Europa. Wanacheza dimba la Europa. Wale Nottingham Forest watakuwa pia wana focus na hiyo kikombe, watakuwa na uchovu kabla wafike kucheza katika mechi zao, so watakuwa na hiyo ugumu na hiyo kujikokota, na ndio inawapea wachezaji wale wacheze mechi mingi katikati ya wiki. So wachezaji hawana nafasi nzuri ya kupumzika katikati ya wiki, so watakuwa na kibarua kikubwa sana. So mimi Nottingham Forest mimi naona kama wanaweza shushwa kilinganishwa na Tottenham na West Ham. Naam. Shukrani sana mtazamaji wa Nadupa TV. Leo tumekuwa tukizungumzia masuala ya kombe la masikio marefu almaarufu UEFA Champions League, ambapo tuko katika awamu ya nusu finali. Bayern Munich dhidi ya PSG katika awamu ya kwanza walitoka 5-4, na vile vile Arsenal hiyo jana dhidi ya ATM ama ukipenda zaidi Atletico Madrid waliweza kutoka sare ya bao 1-1. Tutakuwa tunaangalia basi nani atakuwa anatua ndani ya finali ya kombe la masikio marefu. Ligi kuu Uingereza vile vile Arsenal watakuwa wanaangalia kama msimu huu watakuwa wanakwenda na ligi ama watakwenda kuangusha tena Pep Guardiola aweze kuondoka nayo. Tunasema shukrani sana kwa kuweza kufuatilia kipindi Gumzo la Sport kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba tumekuwa ndani ya Rooftop Restaurant Kiserian, ndio tumekuwa tukifanya kipindi chetu siku ya leo. Tunasema shukrani sana, na ninakuacha kwa kibwagizo ya kwamba usiache mpachao kwa msala upitao. Nadupa TV, Dupoto Olosho Lang.